Ya kwanza inatuwezesha kuandika wote Mungu na Maria. Ya kwanza inatuwezesha kuwa mashahidi wa Kristo. Ndio hii ambayo kanisa linasema kuwa mashahidi wa Kristo. Hiyo ndio namba moja. Namba mbili, inatuwezesha kutenda mapenzi ya Mungu. Kama siwezi kutenda mapenzi ya Mungu bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio kazi ya pili ya hii waliopokea siku ya Pentekoste. Kazi ya tatu, inatuwezesha kuwa na tabia za kimungu. Hiyo ndio kazi ya tatu. Kazi ya nne, inatuwezesha kumfunua Kristo kwenye maisha ya watu wengine. Na kazi ya tano, inatuwezesha kuvumilia mateso tunayopitia kwa ajili ya Kristo. Kuna kukataliwa, kudharauliwa, na hilo unaona ukisoma wale mitume 12 aliyekufa kwa kifo cha uzee ni mmoja tu. Wale wengine wote waliuliwa, lakini hawakukana imani. Baada ya hapo nimewacha. Namba moja, kuwa shahidi. Namba 2, kutenda mapenzi ya Mungu. Namba 3, kuwa na tabia za kimungu. Namba 4, inatuwezesha kufunua kwa watu wengine. Namba 5, inatuwezesha kuvumilia mateso tunayopitia kwa ajili ya Kristo. Ndio nilikuwa naelezea. Wale mitume wote 12, aliyekufa kwa kifo cha uzee ni mmoja tu, Yohana. Hao wengine wote waliuliwa, lakini hawakumkana Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Wanateswa na kuvumilia mpaka mwisho. Hawakumkana Yesu. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Mungu ilikuwa ndani. Kumbuka hao mitume hao walitoroka Yesu. Nakumbuka walikula hapa wote. Akabaki Yohana ndio wanafunzi wale na Yesu na Bikira Maria pale hapo msahau, watu walikimbia.